tumekuwa na somo linalosema upepo wa mbisho. Upepo wa mbisho. Na tumeangalia mambo mengi, lakini leo tunaangalia kipengele kinachosema chunga sana maneno. Chunga sana maneno unayosema au kujitamkia. Chunga sana maneno unayosema au kujitamkia. Chunga sana maneno unayosema au kujitamkia wakati unapita katika kipindi cha upepo wa mbisho. Chunga sana maneno unayosema au kujitamkia wakati unapita katika kipindi cha upepo wa mbisho. Adui anaweza kuyatumia hayo maneno kukufunga kimaisha. Adui anaweza kuyatumia hayo maneno kukufunga kimaisha. Adui anaweza kuyatumia kukufunga kimaisha. Andika Mithali sura ya 6. Tuanze na Mithali sura ya 6 na ule mstari wa 2. Mithali sura ya 6 na ule mstari wa 2. Kama una Biblia fungua tusome pamoja. Fungua tusome wote Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Haleluya. Basi fatisha pamoja nami maneno haya. Sema basi. Sema kwa sauti basi. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sema tena basi. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana asifiwe. Alafu andika tena kitabu cha Ayubu sura ya 2. Ayubu sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 10. Ayubu sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 10. Anasema tena, kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihuzurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao ili kujihudhurisha mbele za Bwana. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea tembea huku na huku humo. Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Shetani akamjibu Bwana na kusema, ngozi kwa ngozi, naam, yote alionayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Lakini sasa nyosha mkono wako uguse mfupa wake na nyama yake, naye atakufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia, mnanisikia?
Mnanisikia? Amen. Anasema Bwana akamwambia Shetani, tazama yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza uhai wake tu. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa, naye akashika kigae cha kujikunia akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Ule mstari wa 10, kama tuko pamoja sema amen. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Emsema, katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Sema tena, Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Nataka unisikilize kwa ufupi kabisa. Nataka unisikilize kwa ufupi. Tumejifunza juu ya upepo wa mbisho, na nikakwambia upepo wa mbisho ni dhoruba au vita ambayo inainuka kwenye maisha ya mtu kwa ghafla, manake bila kutegemea au bila kutarajia, hasa huyo mtu anapokuwa anakaribia kwenye saa yake ya kufanikiwa au kwenye muujiza wake. Kwa hiyo ile anakaribia kwenye muujiza, ghafla kuna vita au kuna upepo wa mbisho au kuna dhoruba ambayo inainuka kwa ghafla, na hii vita inainuka huyu mtu anapokaribia kwenye saa yake ya muujiza. Sasa nachotaka tujifunze leo, kipindi cha upepo wa mbisho kisikie kwa jirani, usikisikie kwako. Narudia tena, kipindi cha kupita kwenye upepo wa mbisho kisikie tu kwenye nyumba ya jirani, na endelea kuomba hicho kipindi kisipite na kwenye maisha yako, kwa sababu ni kipindi ambacho kinaweza kikakuvuruga kifikra, kinaweza kikakuvuruga kimaisha, kinaweza kikakuchosha moyo wako, moyo na nafsi, na ukajikuta unaanza kutamka maneno ya kila aina. Na ndio utaelewa Zaburi ya 23. Iandike, nenda kaisome Zaburi ya 23. Zaburi ya 23, acha tuisome ili uelewe kwa nini Daudi alifika mahali pa kusema haya maneno. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 anasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam. Emsema naam. Sema kwa sauti kubwa, naam. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Sema tena, nijapopita. Sema nijapopita. Hasemi nijapokaa, anasema nijapopita. Nitaka uzingatie hilo neno. Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti,
sitaogopa mabaya. Hasemi nijapokaa katika bonde la uvuli wa mauti. Nataka uandika hapo, kwenye bonde la uvuli wa mauti ni mahali tunapita, sio mahali tunakaa. Andika hiyo sentence itakusaidia. Kwenye bonde la uvuli wa mauti ni mahali tunapita tu na sio mahali tunakaa. Kwenye bonde la uvuli wa mauti ni mahali unapita, sio mahali unakaa. Sentence nyingine hapo chini andika, usiishi kwenye bonde la uvuli wa mauti kama umefika, wakati ni mahali pa kupita. Usiishi kwenye bonde la uvuli wa mauti kama vile umefika au ndiyo mwisho wa maisha, wakati ni mahali unapita. Usiishi kwenye bonde la uvuli wa mauti kama vile ndio umefika, kama vile maisha ndio yamefika mwisho, wakati ni mahali pa kupita. Kishamaliza kuandika, macho ubaoni, alafu tuendelee na somo, utanielewa. Kwa hiyo nataka nikazie kabisa hapo kwamba kipindi cha upepo wa mbisho, kipindi cha vita, kipindi cha dhoruba, kipindi cha gharika kwenye maisha yako sio kipindi ambacho kinakuja kukaa moja kwa moja kwenye maisha yako. Daudi anasema ni mahali tunapita. Na ndio maana kuna watu wengi tuko hapa ambao tumewahi kupita kwenye dhoruba ambazo zilikuwa kubwa kwa jinsi ya kibinadamu, na ulifika mahali kibinadamu ukasema, kwa kweli huu ndio mwisho wangu, si ndio? Lakini ghafla, kufumba na kufumbua, kuna namna Mungu alikusaidia hicho kipindi ukakivuka. Na ulipovuka ukabaki unashangaa, ukasema, hivi kweli mimi nimevuka? Hivi kweli mimi ndo nimepita pale? Kwa nini? Kwenye bonde la uvuli wa mauti sio mahali unakaa, ni mahali unapita. Kipindi cha upepo wa mbisho sio kipindi ambacho kinadumu maisha yako yote. No, ni kipindi ambacho kinakuja na kinakuwa na tarehe ya kuanza na kinakuwa na expiring date yake. Tunaenda sawa? Lakini changamoto ya watu wengi, huwa tukipita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho, huwa naelewa pressure ya hicho kipindi na uzito wa hicho kipindi, unaweza ukafikiri kama vile ndio maisha yako yameishia hapo. Na kwa sababu hiyo ni rahisi sana kuanza kujitamkia maneno kwa kufikiri kwamba hapo umefika wapi? Umefika mwisho. Na ndio maana jana tuliimba wimbo, kama unakumbuka, ambao uliimbwa na huyu mtumishi kwamba si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Simona hata uimbi Kuna mtu anaamini kwamba yani ndio mwisho wa maisha yake. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti nina wewe, sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba gongoni. Waweza tu maneno, waweza tu maneno, na uzima libadilishe. Hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado
Mtazamo uliyekaa naye, mwambie sio mara ya kwanza Mungu kukutetea. Mtikise kama umekaa naye karibu, mwambie sio mara ya kwanza. Mwambie, kwa nini unaongea sana kwenye kipindi cha upepo wa mbisho? Haleluya, Bwana asifiwe. Kuna dada mmoja alichumbiwa, actually ni yule dada ambaye nakupaga ushuhuda kila siku. Alipoachwa akajitamkia, yani wanaume wote ni, sijasema mimi sitaki tena vya kuolewa, kama wanaume ndo wako hivi. Maandiko yanasema nijapopita katika bonde, sio nijapokaa. Akaropoka, akaongea maneno yote. Baada ya miezi mitatu, maumivu yalipoisha, akaja mkaka mwingine handsome na ana the power of money. Yule dada akasahau maneno aliyofanyaje, aliyojitamkia. Tena ana post na WhatsApp, Bwana amefanya. Lakini alipoachwa, viache tu hapo, viache hapo. Alipoachwa aliongea maneno yote, na ndio maana nataka unisikilize leo. Daudi anasema nijapopita, sio nijapokaa. Na kwa sababu hiyo, kipindi cha upepo wa mbisho ni kipindi ambacho kinakuja kwenye maisha, na ni kipindi ambacho kinafanyaje, kinakwisha. Amen. Sasa unapokuwa katikati ya hicho kipindi, chunga sana maneno unayosema, chunga sana maneno unayojitamkia. Kuna mtu anapita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho, anaanza kujisemea, yelewi nakufa, hii biashara inakufa, hii kazi siitaki tena. Tunakuuliza kwa nini? Kwa sababu tu unapita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho. Wakati unatamka hayo maneno, shetani naye yuko hapo, anasema okay, safi sana. Kipindi cha upepo wa mbisho kinapita, yale maneno uliyojitamkia yenyewe yanabaki na uhai wake. Kwa hiyo kuna siku shetani atatumia hayo maneno kwa ajili ya kukufunga kwenye maisha yako. Na kuna watu wengi leo tumefungwa, sio kwa sababu tumelogwa, ila ni kwa sababu ya maneno tuliyojitamkia, maneno uliyojisemea, maneno uliyoyatamka wakati unapita kwenye vita, kwenye dhoruba, wakati unapita kipindi cha upepo wa mbisho. Yale maneno uliyojitamkia, adui ameyatumia kukufunga kimaisha. Na ndio maana Mithali 6:2 anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa, manake umefungwa kwa maneno ya kinywa chako. Andika jambo hili, jambo la kwanza. Sasa ndio tunaanza kujifunza. Jambo la kwanza, andika, kwenye kila kipindi cha upepo wa mbisho adui huwa anaweka mtego. Kwenye kila kipindi cha upepo wa mbisho adui huwa anaweka mtego. Wa nini utasema, ili atumie ulichosema kukufunga kimaisha. Kwenye kila kipindi cha upepo wa mbisho, shetani au adui huwa anaweka mtego. Shetani huwa anaweka mtego kufuatilia utakachosema, ili atumie ulichosema kukufunga kimaisha. Kufuatilia utakachosema, ataweka mtego kufuatilia utakachosema. Anajua tu kwamba huyu hawezi kuvumilia, huyu lazima tu ataropoka, atasema tu, lazima tu ataongea.
huyu hawezi kuvumilia, atasema tu, lazima ataongea tu. Andika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 18. No, mstari wa 13 mpaka wa 15. Biblia nasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Fuatisha pamoja nami kwa sauti, twende. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, sema na aombe. Sema kwa sauti, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Sema tena, mtu wa kwenu amepita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho, na aombe. Sema kwa sauti kubwa, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Hapo chini kwenye hili jambo la kwanza andika, Biblia imetoa mwongozo. Andika hivyo hivyo, nitakagua notes kesho na mwandiko. Andika, Biblia imetoa mwongozo wa kufanya mambo mawili. Biblia imetoa mwongozo wa kufanya mambo mawili katikati ya kipindi cha upepo wa mbisho. Tunaongozwa na neno la Kristo, tunaongozwa na Biblia imesemaje, na Biblia ni katiba ya sisi wa Kristo. Ina kila kitu. Juu ya changamoto ya mahusiano, Biblia imesema. Juu ya changamoto ya ndoa, Biblia imesema. Juu ya changamoto ya afya, kuna kitu Biblia imesema. Juu ya changamoto ya uchumi, kuna kitu Biblia imesema. Na Biblia imetoa mwongozo kwamba unapopita katika kipindi cha upepo wa mbisho, fanya mambo mawili. Malizia hapo, fanya mambo mawili. Kwa maelekezo Biblia iliyotoa wakati unapita kipindi cha mbisho ni kufanya mambo mangapi? Mawili. Namba moja, kuomba. Namba moja ni maombi. Maelekezo ya kwanza ni prayer. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Cha pili, andika, aimbe zaburi. Cha pili, aimbe zaburi. Hakuna mahali unaona anasema amepita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho aanze kulalamika au kunungunika au kuongea, ila amesema tu kwamba cha kwanza aombe, cha pili aimbe zaburi. Tazame jirani, mwambie omba. Kazie macho kabisa, huyo anaongeaga huyo yelewi nakufa tena anaongea Kisukuma. Okay, kwenye hicho kipindi cha upepo wa mbisho kuna kamtego ka adui kwamba huyu lazima atasema tu. Kwa lugha nyingine ni kama vile shetani anakuprovoke. Naelewa maana ya kuprovoke, kumprovoke mtu. Nipe Kiswahili. Kumdhihaki, kumkejeli, kumkebei, kumkejeli. Yaani kwamba lazima ukimkejeli hawezi kuvumilia, atasema. Punga mkono namna hii. Na nisikilize vizuri, ni kakitu ambako ukikatazama leo unaweza kusema ni kakitu kadogo, lakini kametukwamisha watu wengi sana. Wengi. Biblia inasemaje? Mtu atashiba matunda ya nini? Ya kinywa chake. Mimi nakumbuka nikiwa form 2 nilikuwa nasema na kuambia ndugu zangu kwamba nitakuja niishi Dar es Salaam. Miaka hiyo niko Kigoma.
Dar es Salaam hatuna shangazi, hatuna mjomba, hatuna binamu, hatuna mtu yoyote yule. Lakini nikaa nasema nitakuja kuishi Dar, nitakuja kuishi Dar. Sikujua itakuwaje, lakini nataka nikuonyeshe maneno yana nguvu. Maneno yana nguvu. Na ili ujue maneno yana nguvu, mchawi anapologa anatumia nini? Mchawi anatumia nini? Na sisi tunapokuombea tunatumia nini? Na wewe unapoharibu maisha yako unatumia nini? Sasa ukija tukuombee, tunasema kwa jina la Yesu pokea uzima, biashara yako funguka, nguvu za giza toka. Ni neno tunatamka, na lile neno tunalotamka linakuwa na pumzi ya kuumba. Wakienda kukuloga sema mimi niliwahi kwenda kumloga mtu mmoja hivi miaka hiyo kabla sijaokoka. Unajua watu tukiokoka huwa tutoaje ushuhuda, na ushuhuda sitakupa, utanifuata inbox nikupe ushuhuda. Mnapenda umbea nyie, nitakusimamisha na wewe tupe mafaili yako. Anyway, niliendaga kwa mganga nikiwa form 2. Sema haleluya. Basi siendelee tena. Neno la Mungu na kilichosababisha niende kwa mganga, kuna kabinti bwana nilikaelewa shule. Basi mmecheka, siendelee tena. Siendelee. Mmenicheka. Haya, tunaendelea na somo. Ushuhuda umeisha tayari. Waone. Na ako kadada kalikuwa kakisukuma, alikuwa msukuma wa Geita, alikuwa mweupe mzuri kweli kweli, raba shata. Kwa hiyo yule dada nikamsemesha maneno, hakunielewa. Tulipoenda likizo, ilikuwa mwezi wa 4, Kigoma. Sema Kigoma. Nikaenda kwa mtaalamu bwana, nikamweleza, kaambia kuna mtu moyo wangu umemdondokea. Mtaalamu akaniambia kazi rahisi, akaniambia nipe jina. Nikampa jina. Akaniambia sasa tafuta leso, pambana utafute leso ya huyo msichana. Kwa ikawa ni project ya kurudi shule kuifanya tena. Kwa nikarudi shule mwezi wa 4 wa 5, yani kawa ni mguu kwa mguu natafuta kama atasahau nini. Bwana we, siku moja break time, siku hiyo wanafunzi wote waliondoka darasani, afu alikuwa kila mahali anapokuwa, nafikiri ni Roho Mtakatifu alikuwa anamsemesha, kila mahali anapokuwa yuko na begi, ila siku hiyo begi aliacha darasani. Haleluya. Mtumishi wa Bwana, nilikuwa sijaokoka, lakini miaka hiyo kwa na nyinyi mnaokata vipande msikate tu kipande kimoja, nilikuwa sijaokoka. Kwa hiyo nikaenda kwenye begi, nikafungua leso, nikaikuta karibu kabisa, nikaichukua, nikaiweka kama mboni ya jicho langu. Mwezi wa 6 nikarudi kwa mtaalamu. Nilipofika kwa mtaalamu kaambia, Apostle, kuna muujiza. Nini kimetokea? Ile leso nimepata. Okay, ninakupa ushuhuda huu ili kukuonyesha nguvu ya nini? Ya maneno. Yule mganga aliniambia tafuta sadaka kuku weupe wenye mabaka mekundu, na mama alikuwa nao hao kuku wawili. Sema haleluya.
unaendaje kumuomba kwamba mganga anawataka? Nikaiba. Emsema mwalimu akaiba. Lakini kwa sijaokoka, zingatia ile neno. Kwa jioni kuku anaingia kwenye banda, wawili hawapo. Mama nauliza kuku wako wapi? Nikamwambia mama, niliona mwewe anawachukua kabisa, nimepambana naye lakini sikufanikiwa. Kumbe mwewe. Kwa tulipoenda pale, mganga akachukua ile leso, akachimba shimo, akadumbukiza kwenye shimo na akanipa udongo. Yeye akachukua wale kuku. Unajua kuku kimchinja sio ile wewe unachinjaga ile kisu ni kikali sharp, uafi, anabaki anahangaika anaruka. Kwa akamkamata kwenye ile shimo ambayo tumeweka leso na jina la yule dada. Wakati damu inamwagika kwenye shimo, mimi ameniambia nishike ule udongo, kwa nafukia na kuwa nanyunyiza ule udongo kwenye shimo, na ananiongoza maneno, matamko. Emsema matamko. Sema matamko. Kwa ananiambia kuanzia leo. Huyo ni mganga. Huyu dada asipendwe na mwanaume yoyote, isipokuwa Emilian Katubai. Asionekane na mwanaume yoyote. Wanaume wakimuona wasimuone, isipokuwa nani? Na kamata moyo wake. Ni matamko hapo, naongozwa na mganga. Tukamaliza, akaniambia mganga, sasa ondoka bila kugeuka nyuma. Tuliyowahi kutoka bila kugeuka, tutakeane amani. Najua mpo. Na wajua mpo. Kwa nikaondoka bila kugeuka wapi? Okay, to make story short, tuliporudi shule, yule dada alitangulia, aliwahi. Mimi nilichelewa kama wiki moja. Nikakuta yuko Emilian. Sema haleluya. Nimeingia tu pale getini, aliposikia nimekuja, na shangaa mtu ananikimbilia, ananiwao, anaambia Emilian, nimekukubalia na kupenda. Sasa yeye alimwaga mboga, mimi nikamwaga ugali. Kaambia sister, I'm not your type. Niangalie, mimi sio level yako. Yule dada aliumwa mpaka kaenda kulazwa, na nikapata umaarufu shuleni wa kupendwa mpaka mtu akaumwa na kulazwa. Kumbe ni upendo wa kutengeneza. Ndio maana si kila unemuona ana kibali kwenye biashara ni kibali cha kawaida. Wengine wamevitengeneza. Sawa? Sasa kuna kama mtu uko hapa, wewe sio wa moto wala sio wa baridi. Yaani upo kwa shetani, haupo kwa Mungu, haupo. Yaani shetani akitafuta watu wake huonekani, Mungu akitafuta watu wake pia huonekani. Ndio maana kuna mtu unashangaa ana kibali ofisini, ana kibali kwenye biashara, sio kibali cha mbingu. Wengine ni vibali ambavyo wamefanya manuva. Emsema manuva. Sema kwa sauti, manuva. Bwana asifiwe. Kwa yale maneno tuliyotamka yalienda kuumba kitu kwa yule dada. Na kibaya zaidi, baadaye mtihani wa form 2 yule dada alifeli, akawa amehamishwa shule. Kwa hiyo tukawa tumepotezana. Akaja kunitafuta baada ya kuniona kwenye mitandao ya kijamii. Nimeshamaliza sekondari, nimeenda ngazi nyingine ya masomo, nimeshamaliza, nimeshaajiriwa, nimeshaanza kazi, nimeshaoa, nimeshapata na mtoto. Ndio yule dada ananitafuta, mchumba wangu. Sema wewe mchumba? Akaanza kunikumbusha, akaniambia kuanzia miaka ile sijawahi tena kupata mkaka yoyote hata wa kuniambia you are so beautiful. Nikakumbuka matamko niliyotamka. Bwana asifiwe. Nikakumbuka nini? Matamko niliyomtamkia. Wakati tunatamka pale tulisema asionekane na mkaka yoyote
isipokuwa nani? Alivyoniambia hivyo roho yangu iliuma. Ilibidi nichukue sadaka, nikaenda madhabahuni na jina lake, nikatubu. Nikamwambia Mungu, natubu, nilifanya katika zama za ujinga. Ninamfungua huyu dada. Kifungo chochote cha maneno, madhabahu yoyote iliyomkamata na kuzuia siolewe, na ivunja na kumfungua. Mungu msaidie aolewe. Kaachilia sadaka, nikaondoka. Baada ya mwaka mmoja, baada ya kumwombea, alinitafuta kuniambia, mtumishi, namshukuru Mungu, nimepata mchumba na ninaolewa. Na alipoingia kwenye ndoa, Mungu akamrudishia miaka iliyoliwa. Akapata muujiza wa watoto mapacha 3, mpaka akani overtake na mimi. Ndio maana kutangulia sio kufanyaje, akani overtake. Emsema kifungo cha matamko. Sema kwa sauti kubwa, kifungo cha matamko. Na matamko ndio tutakuwa tunayashughulikia kesho kwenye mkesha. Kuna mtu umejitamkia au umetamkiwa. Mengine unayajua na mengine huyajui. Na hakuna kifungo kibaya sana kama kifungo cha matamko. Ndio maana yule Baraki alimtafuta nani? Balaam, ili aje awalaani wale wana wa Israeli. Neno kulaani ni kutamka. Laana inahusisha maneno. Amen. Bwana asifiwe. Mbona mseme amina? Waone. Punga mkono wako namna hii. Haleluya. Kwa hiyo maneno yana nguvu. Ndio maana Yakobo anasema unapopita katika kipindi cha mabaya, cha kwanza omba. Emsema omba. Sema kwa sauti kubwa, omba. Cha pili, imba zaburi. Ukifanya hayo mambo mawili katikati ya mabaya, hakuna siku utajitamkia maneno ya kukufuru. Ndio maana Ayubu alipopita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho, maandiko yanasema hakumtenda Mungu dhambi kwa midomo yake. Mke anamwambia mme wangu, kufuru ufe, maana yake tamka maneno. Ninaamini Ayubu alikuwa amejifunza kwamba kwenye kipindi cha upepo wa mbisho sitakiwi kuongea, kwa sababu yale maneno adui atayatumia kwa ajili ya kunifunga. Na ndio maana mke anamwambia kufuru ufe mme wangu. Maandiko yanasema katika mambo yote Ayubu aliyoyapitia, hakusubutu kufungua mdomo wake na kumkufuru Bwana. Wewe sasa, tazama jirani, mwambie wewe sasa. Yaani huyu mwanaume kichaa, mme wako huyu. Na ndio maana wale tulioko kwenye ndoa, vipindi vya upepo wa mbisho kwenye ndoa huwezi kuviepuka. Hata kama mmeokoka kuliko Petro, mtapita tu. Na jitahidi sana udhaifu wa mwenzako usiseme, usitangaze, usiseme kwenye familia yako. Ndio maana tuna wababa wa kiroho. Umeona yamekuzidia, nenda kaseme kwanza kwa mchungaji. Mchungaji atakupa protocol. Anzia kwa msimamizi wako wa ndoa, au nenda kwa mchungaji, kwa sababu unaweza ukaeleza udhaifu wa mwenzako kwenye familia yenu. Hicho kipindi cha upepo wa mbisho kinapita, kitaisha, si ndio? Kikiisha, kesho wanakushangaa uko na mwenzako, baby honey chocolate, wanashangaa, si wewe ulisema huyu jamani jambazi, sasa mbona hatukuelewi? Kwa hiyo ile image uliyomtengenezea mwenzako kwenye familia inabaki. Wakati wewe leo unamuona ni malaika aliyeshuka kutoka wapi? Mbinguni. Ila ndugu zako wanamuona ni tapeli kwa sababu ya maneno uliyosema. Ndio maana nikasema
kipindi cha upepo wa mbisho huwa hakikai, kinapita. Usiishi kwenye hicho kipindi kama vile umefika. No. Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Nijapopita, sio nijapokaa. Manake epuka sana kuongea. Ni kweli najua inauma. Hicho kipindi kinaumiza. Ukiona unazidiwa sana, imba zaburi. Omba, imba zaburi. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, andika Matendo ya Mitume 16. Nitakueleza, utaenda kusoma Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16 mpaka wa 26. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16 mpaka wa 26. Ni habari ya Paulo na Sila baada ya kukamatwa na kutupwa gerezani. Biblia inasema wakiwa gerezani, ndio pale tunapata kale kawimbo kwamba Paulo na Sila waliomba. Wangapi tuliimba kwa kawimbo Sunday school? Aya, piga makofi ya Sunday school alafu unaimba kwa sauti. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka, na sisi wapendwa tukiomba, na sisi, kuna mtu anasema watoto, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Pigie Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo tunajifunza kwa Paulo na Sila, na nilikuwa na tafakari hii scenario iliyowapeleka gerezani. Kule gerezani naamini walikutana na watu waliowahi kuwahubiria. Wanashangaa, Paulo, Apostle Paulo, na umekuja jela. Apostle Sila, na umekuja jela. Wanawaambia, mimi niliua. Paulo, wewe umefanyaje? Kesi yako ni nini? Sila, mimi nilibaka. Wewe kesi yako ni nini? Wanasema kuhubiri injili, kazi ya Mungu. Uwe na uhakika waliwadhihaki kwamba kwa nini huyo Mungu mliyekuwa mnahubiri habari zake, kwa nini hakuwatetea? Bwana asifiwe. Lakini pamoja na mambo yote hayo hawakuogopa. Walianza kuimba usiku wa manane, wanamsifu Mungu, wanaimba, mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usieshi. Mataifa yote wanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usie. Sasa sikia, wakati Paulo na Sila wanaimba, mataifa wanakujua Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, Mungu ushikae maagano, Mungu mwaminifu. Wafungwa wenzao, Biblia sema walikuwa wanawasikiliza. Lazima waliwaambia, kama huyu Mungu ni Mungu asiyeshindwa, mbona hakuzuia msije jela? Bwana asifiwe. Mbona hakuzuia msije wapi? Angekuwa mtu mwingine angeanza, baba, kwanza wamenisingizia, sikufanya kosa baba, nakufia hapa, nafia hapa. Lakini hawa, pamoja na kwamba wanadhihakiwa, ila wao waliimba zaburi. Emsema waliimba zaburi. Sema kwa sauti kubwa, waliimba zaburi.
wanaimba tu, usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu imba zaburi. Na kuna nyimbo ambazo unaona hata watu wameimba wakiwa katikati ya maumivu, wakiwa katikati ya kipindi cha upepo wa mbisho. Kwa mfano, mtu aliyeimba wimbo mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana nipa, e Bwana, e Bwana uniinue kwa imani, nipate milima yote, e Bwana nipa. Mwingine akaimba njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndio na kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama, dilili, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele za kwako Yesu, kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndio maana zikaitwa tenzi za nini? Unapowimba katika roho na kweli, you feel something kwenye roho yako. Tunaenda sawa? Kwa unaelewa, Yakobo anasema ukipatikana na mabaya omba. Cha pili, imba tenzi za rohoni, imba zaburi. Amen. Ndio maana mwimbaji mmoja akajiimbia tu, safari ya imani na kutazama Yesu, nataka kutembea nifike salama, lakini njiani mawimbi
ni mengi, mashaka yanisonga, nisaidie, oh, nishike mkono nisizame, mawimbi ni mengi, niokoe, oh, nishike mkono nisizame, mawimbi ni mengi, niokoe. Alafu anaimba, wewe uliyeniita na kuja kwa neno lako, nataka kutembea nifike salama, lakini njiani mawimbi ni mengi, mashaka yanisonga, nisaidie, oh, nishike mkono nisizame, mawimbi ni mengi, ninakuombea hautazama kwa jina la Yesu. Hilo jaribu halitakuzamisha kwa jina la Yesu. Hilo pito halitakuzamisha kwa jina la Yesu. Kabla hujazama, Mungu atatuma msaada kukusaidia. Kabla biashara yako haijazama, Mungu atatuma msaada kukusaidia. Kabla mahusiano na ndoa na uchumi na kibali chako havijazama, Mungu atume msaada kukusaidia. Hautazama katika jina la Yesu. Sema amen. Mwambie jirani, imba zaburi. Tikisa kabisa, mwambie imba zaburi. Mwambie acha kuongea ongea. Nilisema namaliza saa 1 kamili, muda umeisha. Tuendelee kidogo au tuishie hapa? Nyie watu wa Shinyanga mnapenda neno. Hebu jipigieni makofi. Tuishie hapa, si ndio? Eti mzee wangu, tuishie hapa? Tuendelee kabisa. Mwimbaji mwingine alipopita mahali pagumu alijiimbia tu, akasema, akili zangu zifikapo mwisho, wewe ndipo unaanzia, maana kwako kuna kila jibu la kila swali la moyoni. Haleluya. Imba zaburi katika jina la Yesu. Kwa hiyo ukipatikana na mabaya, unapita kipindi cha upepo wa mbisho, fanya mambo mangapi? Mambo mangapi? Namba 1. Namba 2. Mwambie jirani, hicho cha kujitamkia maneno magumu umekitoa kwenye Biblia ipi? Hayo maneno unayojisemea umeyatoa wapi? Sasa jambo la mwisho kwa leo, yako mengi, la mwisho, andika maneno uliyojitamkia. Maneno uliyojitamkia wakati wa kipindi cha upepo wa mbisho. Maneno uliyojitamkia wakati wa kipindi cha upepo wa mbisho, shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu. Maneno uliyojitamkia wakati wa kipindi cha upepo wa mbisho, shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu, kwenye wakati wako wa kufanikiwa,
Shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu, kwenye majira yako ya kufanikiwa, ili mahakama ya Mungu impe ruhusa ya kuzuia usifanikiwe. Shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu, kwenye majira yako ya kufanikiwa, ili mahakama ya Mungu impe ruhusa ya kuzuia au kukufunga ili usifanikiwe. Nirudie. Maneno uliyojitamkia wakati unapita kwenye kipindi cha upepo wa mbisho, shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu, kwenye majira yako ya kufanikiwa, ili mahakama impe ruhusa ya kuzuia usifanikiwe au ya kukufunga kimaisha. Tuna maandiko tu mawili alafu tutakuwa tunamaliza. Haleluya. Nirudie tena, umemaliza kuandika? Nirudie jamani. Nimesema hivi, sema amen. Nimesema hivi kwamba maneno uliyojitamkia wakati wa kipindi cha upepo wa mbisho, shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu. Maneno uliyojitamkia wakati wa kipindi cha upepo wa mbisho, shetani huwa anayatumia kwenye mahakama ya Mungu, katika majira yako ya kufanikiwa, ili mahakama ya Mungu impe ruhusa ya kuzuia au kukufunga ili usifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia nasema hivi, muwe na kiasi na kukesha. Sema muwe na kiasi na kukesha. Sema kwa sauti kubwa, muwe na kiasi na kukesha. Kwa maana shetani mshtaki wenu huzunguka akitafuta mtu ammeze. Hiyo iko wapi hiyo? Nimeitafuta haraka sijaiona. Imekuja kichwani. Huo mstari nitafutie tu wapi. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa maana shetani ni mshtaki wenu. Hebu sema ni mshtaki wenu. Sema kwa maana ibilisi ni mshtaki wenu. Sema kwa sauti kubwa muone. Sema kwa maana ibilisi ni mshtaki wenu. Ni ngapi hiyo? Petro wa kwanza, andika Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Alafu fungua tusome hapo. Petro wa kwanza, fungua Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 8. Kila mtu fungua hapo usome. Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 8. Kama paona sema amen. Mbona msemi amina? Haya, tusome kwa sauti twende. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa nitaka uone hili neno kwamba shetani ni mshtaki wetu. Emsema ni mshtaki wetu. Sasa kama shetani ni mshtaki,
andika hii sentence: kama shetani ni mshtaki, au kama kuna mshtaki. Kama kuna mshtaki maana yake kuna mshtakiwa. Andika, itakusaidia. Kama kuna mshtaki maana yake kuna mshtakiwa. Hicho ni cha kwanza. Kama kuna mshtaki. Na ndio maana jifunze kwenda mbele za Bwana kimahakama. Jifunze kufanya maombi ya kimahakama. Watu wengi hatujajua na hatujajifunza kwenda mbele za Mungu kimahakama. Wale wanasheria mlioko hapa mtaelewa. Kuna wakati unapoenda kuomba, nenda mbele za Bwana kimahakama, na nitakufundisha leo. Kwa hiyo kama kuna mshtaki maana yake kuna mshtakiwa. Lakini pia cha pili, andika kama kuna mshtaki maana yake kuna mahakama. Kama kuna mshtaki maana yake kuna mshtakiwa. Kama kuna mshtaki maana yake kuna mahakama. Lakini pia andika pia kuna hakimu. Kuna mahakama, kuna hakimu, kuna sheria, kuna ushahidi na kuna wakili. Andika vitu vyote hivyo vya kisheria hivyo. Kuna mahakama, kuna sheria, kuna wakili, kuna hakimu, kuna ushahidi. Sahau na ushahidi. Sema ushahidi. Sema kwa sauti kubwa, ushahidi. Sasa niangalie kwanza hapo, unisikilize vizuri. Watu wengi wakisikia kwamba shetani ni mshtaki wetu, wanafikiri labda anaenda kutushtaki kwa shetani mwenzake. Anaenda kutushtaki mbele za Mungu. Tuko pamoja? Anaenda kutushtaki mbele za nani? Mbele za Mungu. Na hakimu ni Mungu mwenyewe. Sasa taniuliza mtumishi, how comes shetani aende mbele za Bwana? Shetani na Mungu wanaongea. Ndio maana ili shetani apate kibali cha kwenda kumpiga Ayubu, shetani aliongea na Mungu na Mungu akamruhusu. Tunaenda sawa? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo shetani anaenda kukushtaki kwenye madhabahu ya Mungu, kwamba Mungu, angalia, ni kweli majira yake ya kufanikiwa yamefika, lakini alijisemea mwenyewe kwamba hatafanikiwa. Naomba mahakama yako iniruhusu niende nikazuie mafanikio, kwa sababu ndicho alichosema. Na shetani anapoenda kutushtaki anatumia sheria, na si watu wengi wanajua kwamba tuna sheria ambazo zinatuongoza. Andika, kwenye ulimwengu wa roho tunaongozwa na sheria mbili. Tunamaliza sasa hivi, wale mnaondoka tumalize pamoja. Kwenye ulimwengu wa roho tunaongozwa na sheria mbili. Sheria ya kwanza, andika haraka tumalize. Kwenye ulimwengu wa roho tunaongozwa na sheria mbili. Sheria ya kwanza ni sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya kwanza ni sheria ya dhambi na mauti. Na sheria ya pili ni sheria ya roho wa uzima. Sheria ya kwanza ni sheria ya dhambi na mauti, na sheria ya pili ni sheria ya roho wa uzima. Na hii unaipata kwenye kitabu cha Warumi 8. Andika Warumi 8 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Warumi 8 mstari wa kwanza mpaka wa pili, na mimi nitakusomea haraka. Anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hakuna hukumu ya adhabu. Sema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Sema kwa sauti, sheria ya roho wa uzima imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa tuna sheria ngapi? Ya roho wa uzima na sheria ya dhambi na mauti. Nabii asema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Anayesimamia hii sheria ya dhambi na mauti
ni shetani. Kwa the day umemess up, umefanya dhambi, anakimbia kukushtaki kwamba Bwana, kwa kadiri ya sheria yako ya dhambi ambayo adhabu yake ni mauti, angalia huyu mtoto wako unayesema ameokoka, amezini leo, ushahidi huu hapa. Angalia alipopita kwenye lile pito, aliongea kwamba hata kafanikiwe, ushahidi wake huu hapa. Ana pray sauti yako, anaiomba mahakama kwamba naomba nipewe ruhusa niende nikaachilie mauti sawa sawa na sheria. Na wapendwa, tulio wengi hatujajua kwenda mbele za Bwana kimahakama kupangua kila mashtaka ulionayo katika ulimwengu wa roho. Ukienda kwenye mahakama ya Mungu, usikane shtaka, mwambie Mungu, ni kweli nilipita kwenye kipindi kigumu cha uchumi, nikajitamkia kwamba sitakaa nifanikiwe. Ni kweli nilisema, lakini naomba mahakama yako tukufu, kwa sheria ya roho wa uzima, mahakama yako initetee na kuondoa mauti na kuniletea uzima kwa jina la Yesu. Si ungesema amina? Kwa hiyo kwa sababu hatujajua kwenda mbele za Bwana kimahakama, kuna mtu una mashtaka 1293 yote unatakiwa ukajibu kwenye mahakama ya Mungu. Haleluya. Na wakili anayetuwakilisha kwenye mahakama ya Mungu ni damu ya Yesu. Amen. Ni damu ya nani? Damu ya Yesu. Biblia sema ni damu ya ondoleo. Ni kweli ulisema, lakini unamwambia Bwana, kumbuka sheria ya roho wa uzima, naomba uzima uingie kazini. Shetani anashangaa, alikuwa anataka kuzuia usipate kazi, lakini kwa sababu umesimama na sheria ya roho wa uzima, umeenda kwenye maombi kimahakama, umetangua hiyo kesi, damu ya Yesu inaingia kazini, inaondoa kifungo cha maneno ulichojitamkia, inaondoa kifungo cha laana. Hiyo damu ya Yesu inanena mema kwa jina la Yesu. Sema amina. Na hiyo sheria ya roho wa uzima ingie kazini kukutetea kwa jina la Yesu. Nasema sheria ya roho wa uzima ingie kazini kukutetea kwa jina la Yesu. Na damu ya Yesu inene kwenye mahakama kwamba huyu mtu anastahili kupokea uponyaji, anastahili kuolewa, anastahili kuteuliwa, anastahili kuinuka. Ni kweli alijisemea, lakini sheria ya roho wa uzima imemweka huru. Singepiga makofi mazuri? Wakenya wanasema si ni sawa? Haleluya. Si ni sawa? Sema hakuna hukumu ya adhabu. Sema kwa sauti kubwa kabisa, mahakama inakutetea. Sema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima, sema, imeniweka huru. Sema imeniweka huru. Kansa yeyuka. Sema kwa sauti, kansa yeyuka. Kisukari yeyuka. Presha yeyuka. Kifungo cha maneno niachie. Laana ya uchumi achia. Imeandikwa. Unapoenda kuomba, mpige mkwala shetani, imeandikwa. Haleluya. Sio unaomba maombi makavu. Pige mkwala, simama na neno, imeandikwa. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Na mimi natamka, adhabu imeondolewa juu yako. Adhabu imeondolewa juu ya maisha yako. Hukumu ya adhabu imeondolewa juu yako kwa jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo, kila kifungo cha matamko leo kikuachie kwa jina la Yesu. Pigie Bwana makofi mazuri na vigelegele. Kwa hiyo kesho tunakuja kumwambia shetani, imeandikwa. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika nani? Kristo Yesu. Na tukishamwambia hivyo, tutadai afya yako, tutadai biashara yako, tutadai uchumi wako,
tutadai kibali chako, na kifungo chochote kile kitakuachia kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Embu sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ajili ya jioni ya leo, asante kwa sababu unanipenda, asante kwa sababu umenikomboa, asante kwa sababu umeniokoa. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Bwana wangu na Mwokozi wa maisha yangu. Jioni hii ya leo ninapokutolea sadaka, ni ishara ya shukrani kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya kunifungua, kuniweka huru na kunipa maarifa. Katika jina la Yesu, kaipokee sadaka yangu, kapokee na moyo wangu wa shukrani katika madhabahu yako jioni hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake akupe amani yake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.